Karibu msikilizaji wa Auba Swahili katika matangazo yetu ya leo yanayokujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka Instagram, Facebook na YouTube, kote huko unaandika Auba Swahili kupata matangazo yetu. Tutaangazia ripoti, mijadala na uchambuzi wa kina. Ungana nami Nesta Masangula katika safari hii ya kukujuza yale yaliyotukia barani Afrika. Lakini kwanza tutatazama. Obvious, jibu ni kweli kwa sababu unajua bunge ni msimamizi wa serikali. Mwelekeo wa kisiasa nchini Senegal kufuatia kuchaguliwa kwa mwanauchumi Aminous Mohamed Lo kuwa waziri mkuu, lakini kuchaguliwa kwa Ousmane Sonko kuwa spika wa bunge nchini humo, namna inavyoleta mkanganyiko wa kisiasa na hali ya raia wao walioko katika nchi ya Afrika ya Kusini. Lakini sidhani kana kwamba litakuwa ni suluhisho, kwa sababu kuna nchi ambazo zimekuwa na utaratibu wa kurejeshwa. Pia tutatazama kurejea kwa raia wa Ghana kutokea nchini Afrika Kusini baada ya mvutano mkali kati ya raia wa Afrika Kusini na wageni. Hii ni siku ya furaha, ni siku ya kutoa, ni siku ya kuchinja. Kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametuzidishia, Mwenyezi Mungu asema ukitoa moja na kuja kwako mara 10. Bila kusahau tutaangazia sikukuu za Eid na namna zilivyoadhimishwa na waumini wa dini ya Kiislamu. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George. And yes! It's a goal! Bam. Ni Jumatano nyingine tunazama ndani ya AU michezo. Leo hii mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi. Baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia ni pamoja na mkufunzi wa klabu cha West Ham United, namzungumzia Nuno Espirito Santos, kusalia kama mkufunzi wa timu hiyo licha ya kushushwa ngazi. Barcelona yakaribia kunasa huduma za mshambulizi wa klabu cha Newcastle ya Uingereza, namzungumzia Anton Gordon. Na nchini Kenya, chama cha maafisa wa riadha nchini Kenya AK kinazidi kukaza kamba ili kuona iwapo wataandaa mashindano ya riadha ya dunia za mwaka 2029. Kwa hizo na taarifa zinginezo zikiwemo taarifa kutoka Tanzania na maandalizi ya AFCON, ungana na Dennis Wanyonyi nikupashe mengi zaidi. Na kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiache kuendelea kutufuatilia. Sasa ni taarifa ya habari kutoka studio ikisomwa na Aisha Hayaishi. Ifuatayo ni taarifa ya habari ndani ya Auba Swahili na msomaji wako ni mimi Aisha Hayaishi. Kinshasa. Maafisa wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa wito wa haraka wa kuanzishwa kwa njia salama za kibinadamu ili kusaidia kupambana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Waziri wa afya ya umma wa Kongo Samuel Roga Kamba Mulamba amesema si mara ya kwanza maafisa hao kuitisha njia ya kibinadamu, akidai kwamba walikuwa wakipata shida kuwashawishi watu kujitenga na wale wanaoshukiwa kuwa na virusi hivyo. Mpaka sasa kikosi cha wanasayansi kutoka nchini Uingereza waliobuni chanjo ya kwanza uviko 19 na ambao waliohusika katika mlipuko wa Ebola wa mwaka 2013 wanafanyia kazi chanjo mpya ili kukabiliana na ugonjwa huo. Aidha, kuzuka kwa virusi hivyo mashariki mwa nchi hiyo kumeshindwa kusimamisha mapigano kati ya jeshi la Kongo na makundi yenye silaha katika eneo hilo. Nairobi. Nchi ya Kenya imetajwa kuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti ugonjwa wa Ebola, pamoja na kuanzisha kituo cha karantini kwa raia wa Marekani walioko hatarini kuambukizwa ugonjwa huo nchini Kenya. Kwa mujibu wa ripoti kutoka New York Times na Wall Street Journal, pendekezo hilo la rais wa Marekani Donald Trump bado linasubiri idhini kutoka kwa serikali ya Kenya. Hatua hiyo inakuja huku mlipuko wa Ebola unaohusishwa na aina ya Bundibugyo ukielezwa kuongezeka kote Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki. Na hatimaye Tehran. Naibu katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Iran, Ali Bagheri, amesema madini ya urani yaliyorutubishwa kutoka nchini humo hayakuwa sehemu ya mazungumzo ya sasa na Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran ambalo si rasmi, maoni hayo yametolewa hivi leo na kiongozi huyo kando ya mkutano wa kimataifa wa usalama katika mji mkuu wa Urusi, Moscow. Hata hivyo, siku ya Jumatatu wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alisema akiba ya urani ya Iran iliyorutubishwa itahamishiwa Marekani.
Taarifa hizo zinakuja huku Washington na Tehran zikiendelea na mchakato wa kidiplomasia uliosimamiwa na Pakistan wa kukomesha vita baina ya mataifa hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ndani ya Auba Swahili iliyosomwa kwako nami Aisha Hayaishi. Ni taarifa ya habari iliyosomwa naye Asha Hayaishi kutokea studio. Ni kukumbushe tu msikilizaji, unatupata mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram, Facebook na YouTube, andika Auba Swahili. Na tutazame ripoti zetu, tukianza na ripoti hii. Waislamu nchini Uganda na Kenya wameungana na wenzao duniani kote kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, ambayo ni sikukuu ya kuchinja wanyama, huku wafanyabiashara wa mbuzi mjini Mombasa wakilalamikia wanunuzi wachache. Huku kwa upande mwingine nchini Uganda, Waislamu wakimtaka Rais Museveni kuongezea nafasi za mawaziri katika baraza jipya lililotangazwa hapo jana. Mwandishi wetu Isaac Mumena ana undani wa taarifa hiyo. Ni Mufti mkuu wa Uganda Sheikh Ramadhani Mubaje akiongoza swala ya Eid al-Adha katika msikiti mkuu wa Uganda wa Old Kampala mjini Kampala, ikiwa waumini wa dini ya Kiislamu wamefurika katika msikiti huo. Sikukuu ya Eid al-Adha ni siku ya kuchinja mifugo baada ya Ibrahim kuambiwa na Allah kumchinja mwanae, lakini wakati anakwenda kumchinja aliletewa kondoo badala ya kumchinja mwanae Ismail. Waislamu wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha nchini Uganda wakati Rais Museveni usiku wa kuamkia leo ametangaza baraza lake jipya la mawaziri kuongoza muhula wake wa 2026 hadi 2031. Katika hotuba yake, Mufti mkuu wa Uganda Sheikh Ramadhani Mubaje amekosoa jinsi Rais Museveni alivyotangaza baraza lake la mawaziri bila kuwajali Waislamu. Baada ya kuapishwa tulikuwa tunafikiria kwamba atatupatia kiasi cha kutosha cha keki, lakini vile baraza limetoka inaonekana kwamba wametusahau, walitukumbuka mwisho kwamba Waislamu tumewasahau, sababu kile vyeo vya juu kabisa Waislamu hawaonekani, na wanapoonekana wanaonekana kwa vile vyeo ambavyo havina athari yoyote kwa uongozi wa serikali. Sheikh Ramadhani Mubaje pia amekosoa kampuni za kuwapeleka watu hija Maka hawafuati taratibu za Kiislamu na sasa imekuwa biashara, huku ni nguzo ya 5 ya Uislamu. Ofisi ambayo ilikuwa inashughulikia mambo ya hija imechukua mahujaji kama ni biashara na walipisha pesa zaidi kuliko zenye zinahitajikana kwa kufanya hija. Kwa hivyo tunampigia rais wetu mwito kwamba aitikie mwito wetu kuona kwamba hija inashughulikiwa kilivyo, kwa njia safi, kwa njia nzuri, kwa njia ambayo inaonyesha kwamba hii ni ibada, sio biashara. Mjini Mombasa, pwani ya Kenya, wafanyabiashara wa mifugo wamelalamika hali haikuwa kama miaka iliyopita. Alikuwa soko zuri kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Hapa kwa watoto wangu wanauza hawa nyama hapa, mbuzi kidogo, naona kazi iko chini sana, na sasa mbuzi iko wanauza rahisi, lakini hakuna watu. Wateja kama hawa wanakuja na lalamika, wanasema pesa hakuna. Mtu anatafuta mbuzi ya shilingi 5,000 hana pesa, na mbuzi inauzwa 7,000, 10,000. Wananchi wenzangu hawa hawana pesa. Kwa hivyo tuomba serikali yetu, Mr. Ruto, mambo ya petroli, mambo ya nini, kafikiria. Usifikirie upande mmoja peke yake, fikiria leo na kupata changamoto kubwa sana. Tunaomba serikali, sisi watu wa chini ndio watu angalie. Licha ya changamoto hizo, Waislamu katika pwani hiyo ya Mombasa wametoa salamu zao za Eid al-Adha. Mimi kwa majina naitwa Muhammad Ramadhan Muhammad. Ujumbe wangu kwa Waislamu wenzangu, kwanza nawatakia Eid Mubarak, kullu amun wa antum bi khair. Na kwa wale ndugu zetu ambao hawana uwezo, siku hii ni siku ya furaha, ni siku ya kutoa, ni siku ya kuchinja kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametuzidishia. Mwenyezi Mungu asema ukitoa moja na kuja kwako mara 10.
Inshallah ndugu zetu Waislamu tuweze kutoa, unapotoa unazidisha. Sikukuu ya Eid al-Adha ambayo ni ya kuchinja inashirikia siku 3. Kama Muislamu hakuweza kuchinja siku ya leo, bado una siku 2 zaidi za kuchinja. Mimi ni Isaac Mumena wa Auba Radio. Shukran Isaac Mumena kwa taarifa hiyo, na moja kwa moja tukamate taarifa nyingine tukielekea kule Brazzaville. Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso ametangaza kuwa taifa hilo litaondoa mahitaji ya visa kwa raia wote wa Afrika kuanzia mwezi Januari mwaka ujao. Rais Nguesso amesema hayo katika mkutano mkuu wa mwaka 2026 wa Benki ya Maendeleo ya Afrika jijini Brazzaville wakati wa sherehe za kuadhimisha siku ya Afrika. Mwanahabari wetu Michael Were amefuatilia kwa kina taarifa hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Tangazo hilo linaloashiria hatua nyingine muhimu kuelekea muungano wa bara hilo limepokelewa kwa furaha na maelfu ya wajumbe waliohudhuria mkutano huo mkuu uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Kintele jijini Brazzaville. Kuanzia tarehe 1 Januari mwaka ujao, raia wa nchi zote za Afrika watakuwa na uhuru wa kuingia katika taifa hili bila visa. Nazitaka nchi kusonga mbele zaidi ya ubinafsi na utaifa na kuimarisha ushirikiano wa kikanda kupitia utekelezaji wa vitendo wa eneo huru la biashara la bara Afrika. Maadhimisho hayo yaliwaleta pamoja wakuu wa nchi na serikali za Afrika, mawaziri, wanadiplomasia, wawekezaji, washirika wa maendeleo, wawakilishi wa mashirika ya kiraia, viongozi wa vijana na wadau wa sekta binafsi walioungana kuzunguka ajenda ya ushirikiano wa kikanda na mabadiliko ya Afrika. Mwandishi wa habari Shadrack Andengo Odinga amezunguka katika mataifa mengi barani Afrika, Ulaya, Marekani na Asia. Anatoa tathmini yake kuhusiana na taarifa hizi. Anajaribu labda kuleta wawekezaji, kujaribu kuonesha kwamba taifa hili si taifa ambalo lina vurugu. Kingine ambacho kinajitokeza ni kwamba anajaribu kuweza kuwa na ule uwiano ama uhamasisho wa kidiplomasia kati ya taifa la Kongo Brazzaville na mataifa mengine mengi tu ambayo tunaweza zungumzia katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ama Afrika kwa ujumla na hata duniani kote kote. Sherehe hizo za kila mwaka huadhimishwa kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika jijini Addis Ababa mwaka 1963 ambao baadaye ulibadilika na kuwa Umoja wa Afrika. Maadhimisho ya mwaka huu yanawiana na kauli mbiu ya Umoja wa Afrika mwaka 2026 kwamba kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo ya usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya ajenda ya mwaka 2063. Rais Sassou Nguesso alitoa wito wa kuongezwa kwa uwekezaji ili kuhakikisha maendeleo endelevu na kuharakisha hatua za kuboresha usalama wa maji na upatikanaji wa huduma za vyoo kote barani humo. Kiongozi huyo wa Kongo amesisitiza kuwa hakuna taifa la Afrika ambalo linaweza kujitegemea kufadhili miundombinu inayohitajika kubadilisha bara hilo, akisisitiza haja ya uwekezaji wa pamoja katika miundombinu za barabara, reli, viwanja vya ndege, bandari na mifumo ya nishati. Nguesso ametoa wito upya wa uhamasishaji wa kimataifa kuhusu urejeshaji wa mazingira na upandaji miti, akielezea misitu ya Afrika kama pafu la pili la kijani la ubinadamu na kusisitiza jukumu la bara katika kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa. Michael Were Muhusia, Auba Swahili Radio, Kilifi. Na tukitoka pande hizo moja kwa moja tukamate ripoti nyingine tukielekea kusini mwa Afrika. Kundi la kwanza la raia 300 wa Ghana waliokubali kurejea nyumbani kwa hiari kutoka Afrika Kusini wameondoka asubuhi ya leo kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa Old Tambo jijini Johannesburg. Serikali ya Ghana kwa kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini zimeratibu na kuwezesha zoezi hilo la usafiri. Mengi zaidi anasimulia Bryson Bichwa akiwa Pretoria. Kurejeshwa kwao nyumbani kunakuja wakati mvutano kuhusu wahamiaji haramu ukiendelea kuongezeka nchini Afrika Kusini, huku maandamano ya kitaifa yakitarajiwa kufanyika tarehe 30 mwezi ujao. Wahamiaji hao wamesema walikuja Afrika Kusini wakitafuta fursa bora za maisha, lakini kwa sasa wanaishi kwa hofu. Kamishina mkuu wa Ghana Benjamin Kofu Kashi
ambaye ameambatana nao hadi uwanja wa ndege ili kuhakikisha zoezi la kupanda ndege linafanyika kwa utaratibu na bila matatizo. Amesema wanatarajia kusafirisha Waghana 800 hadi 1000. Tunatarajia kuwarejesha nyumbani kati ya watu 800 hadi 1000, lakini idadi hiyo inaendelea kuongezeka. Hakukuwa na vigezo maalum. Kigezo kikubwa ni kwamba wananchi wetu wanajihisi hawapo salama, wanajihisi hawakaribishwi na shughuli zao za kiuchumi zimesimama. Akichambua hatua hiyo, mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii Fortunatus Kasomfi amesema mataifa mbalimbali yameonyesha kujali usalama wa raia wao waliopo hapa Afrika Kusini kwa kuanza kuwasaidia kurejea nyumbani, lakini ameonya kuwa hatua hiyo pekee haiwezi kumaliza tatizo la uhamiaji haramu, kwani baadhi ya wahamiaji wamekuwa wakirejeshwa katika mataifa yao halafu baadaye kurudi tena Afrika Kusini. Nchi zimeguswa na zimeonyesha namna gani zinaweza zikajali usalama na hali ya raia wao walioko katika nchi ya Afrika ya Kusini, lakini sidhani kana kwamba litakuwa ni suluhisho, kwa sababu kuna nchi ambazo zimekuwa na utaratibu wa kurejeshwa kwa raia wao kuingia katika nchi zao, lakini raia hao pia kutoka nchi hizo wamekuwa kirejea. Sio kwa mara ya kwanza kwamba hii itakuwa ni ndege ya kwanza, hapana. Huku hayo yakifanyika, kiongozi wa kundi la March and March linalopinga wahamiaji wasio na nyaraka halali za kuishi hapa Afrika Kusini, Jacinta Ngozebe Zuma, juzi ameongea na taifa kupitia vyombo vya habari na kuitaka serikali kushughulikia tatizo la uhamiaji haramu kabla ya tarehe 30 mwezi ujao. Kwa mjibu wa kundi lake, tarehe 30 mwezi ujao kutafanyika maandamano ya nchi nzima ya kupinga uhamiaji haramu nchini, maandamano ambayo yamepigwa vita na viongozi kadhaa wa kisiasa akiwemo Julius Malema wa EFF, viongozi wa vyama tawala na rais mstaafu Thabo Mbeki miongoni mwa wengine. Bryce Odibichwa, Auba, Pretoria. Tukitoka kusini mwa Afrika sasa moja kwa moja mpaka mwambao wa pwani ya Mombasa. Asasi za kiraia pamoja na wakazi wa kaunti ya Lamu nchini Kenya wameongeza shinikizo la serikali kutaka kutekelezwa kwa uamuzi wa mahakama kuu ya Gerson uliotaka kuondolewa kwa amri ya kutotoka nje pamoja na vizuizi vya usalama katika barabara ya Gerson kuelekea Lamu, wakati kesi inayopinga uhalali wa hatua hizo ikiendelea kusikilizwa. Mwanahabari wetu Dana Wanyonyi na undani wa taarifa hiyo. Kwa wakazi wa Lamu, hatua hiyo imeendelea kuwa mzigo wa kiuchumi na kijamii, amri ambayo imekuwepo kwa takriban miaka 9 sasa. Kwa majina ni Nahida Kasim, mimi ni mkazi wa Lamu, maeneo ya Mkomani. Naam, hii kafyu imewaathiri vipi nyinyi kama wakazi wa Lamu? Kiupande wa kwanza tukiangalia masuala kama mimi mwanamke, unapata kwamba kuna wanawake ni wajawazito na hali za wajawazito huenda wakajifungua wakati wowote, na it is very inasikitisha sana kwamba masaa kama haya hakuna usafiri wa kule, labda kutoa mtu witu kumpeleka labda Mpeketoni ama umtoe maeneo ya Garseni anapeleka hospitali kuu kama ya referral ya Lamu, na hakuna movement kama hizo, so inafanya kwamba hawa wanawake inaleta maafa mengi kwao. Pili, pia upande wa economic, upande wa kiuchumi, kiendeleza uchumi mara nyingi ama kipato cha jamii kule ni uvuvi, wanategemea sana uvuvi, na inafaa wa samaki ama zile bidhaa zinatolewa zisafirishwe kuja maeneo kama ya Mombasa na Nairobi, na tunaelewa kwamba saa nyingine endapo zitakaa sana bidhaa hizi zitaweza kuharibika. Mkurugenzi wa shirika la Muhuri, Khalef Halif, amesema hatua ya kuendelea kutekelezwa kwa makataa hayo kumeathiri imani ya wananchi kwa utawala wa sheria, na kudai kuwa na hakuna kafyu ambayo inaweza kuendelea kwa muda mrefu bila vifungu vya katiba na sheria. Manake hii kafyu si halali, na jambo la kusikitisha kwamba wanasiasa, especially wanasiasa wa Mpeketoni, wameshikilia hii kafyu siondoshwe, ikae hapo maisha. Na sisi tunataka kuambia, ikiwa mwanasiasa yoyote ambao anahisi hakuna usalama wa Lamu, tafadhali pack your bags and go anywhere else, lakini wasizuie watu kupata haki zao. Kufunga barabara ni kunyima haki ya watu kutembea, na hii katiba inasema haiwezekani kufanya namna hiyo. Naye mmoja wa viongozi wa jamii kutoka Lamu, Hassan Albeiti, ameilaumu serikali kwa kile alichokiita kupuuza uamuzi wa mahakama. Executive yatuonea, sasa ilobaki ni kuingia kwenye ground pigania haki zetu. Mkurugenzi wa Vocal Africa, Hussein Halid, amesema kutotekelezwa kwa agizo la mahakama
mahakama ni dhuluma kwa haki za kibinadamu. Koti ya Garseni imetoa oda kusema kwamba hiyo curfew isitishwe mara moja, hiyo kesi ikiwa inaendelea kusikizwa. Na hii oda tumeweza kuifikisha in person, tukaipeana kwa hao maaskari pale maeneo ya Gamba, ili wasiseme kwamba hawajapewa oda ama hawajaona ama hawajasikia. But what we have seen, bado wanakataza watu kutembea usiku, bado wanakataza magari ya abiria kutembea usiku. Kenya Police, nyinyi mumezoea sana kudisobey court orders. Kando na hiyo, tunaambia wakazi wa Lamu, musitishwe kwa sababu nyinyi munasimama na haki, nyinyi munasimama na agizo la mahakama. Kwa hivyo musikubali kunyanyaswa watu wa Lamu, musikubali kuonewa watu wa Lamu. Amri ya kutotoka nje katika maeneo ya Lamu iliwekwa mwaka wa 2017 na serikali ya Kenya kufuatia ongezeko la mashambulizi yaliyohusishwa na kundi la Al-Shabaab pamoja na operesheni za kiusalama katika msitu wa Boni unaohusisha kaunti za Lamu, Tana River na Garissa. Diana Wanyonyi, Auba Radio, Mombasa, Kenya. Shukrani sana Diana Wanyonyi kwa taarifa hiyo. Na sasa ni kamata ripoti nyingine. Muda mchache baada ya kufurushwa kwa nafasi ya waziri mkuu na mwanasiasa mashuhuri nchini Senegal, Ousmane Sonko amechaguliwa tena kuwa spika wa bunge la nchi hiyo, huku mitazamo ya wengi kiliona hili kama mwanzo uhasama baina ya Faye na Sonko ambao awali walikuwa washirika muhimu na wakubwa katika masuala ya kisiasa. Na katika jicho la kiupembuzi, mwenzangu Tito Isaya amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kisiasa jijini Mwanza nchini Tanzania, Edwin Soko, ili kutujuza tu kwa kina hii inaleta taswira gani hasa. Ni hatua ambayo inaonyesha ni kukua kwa demokrasia. Demokrasia imekuwa ina uwezo wa kuchukua muhimili mwingine alafu ukaenda kufanya kazi katika muhimili mwingine. Hii ni hakika ni mijadala mikubwa sana kwenye demokrasia za Afrika. Ni hatua ya kidemokrasia kwa sababu hakuna yale mambo ya kufanya jambo mpaka uingiliwe na muhimili mwingine waanze kuwekea figisu za kutotaka kuendelea kuwatumikia wananchi. Ndugu Edwin Soko, yako mambo ambayo yamechagiza kuondolewa kwa Sonko katika nafasi hiyo ya waziri mkuu, ikiwa misimamo tofauti baina yake na rais ambaye pia ni swaiba wake wa muda mrefu, Bassirou Diomaye Faye. Sasa kwa kwake spika kunaweza kuathiri ama kuzuia ajenda za rais kupita katika bunge? Obvious, jibu ni kweli kwa sababu unajua bunge ni msimamizi wa serikali. Sasa inategemea ajenda hipi ambayo inajadiliwa, ina maslahi mapana gani kwa taifa, na je, Sonko ana nguvu gani ya ushawishi kumzidi rais wa nchi ya Senegali? Uswaiba wao ulichangizwa na nini mpaka kuvunjika kwa uswaiba huo kufikia kwenye hatua kama hii? Haya yote ni maswali ambayo yanaulizwa, lakini mimi ninachoamini kwamba kama rais anafanya vizuri, kama rais anafanya kwa ajili ya maslahi ya umma, sioni shaka la kwamba Sonko anaweza akakwamisha baadhi ya mambo yasipite bungeni. Na je, kuondolewa kwa Sonko katika nafasi ya waziri mkuu kuna ongeza mgawanyiko ndani ya serikali ya Senegal ama? Kunaweza kusiongeze mgawanyiko, lakini kunaweza kukaleta, unajua Waafrika tujifunze kidogo na historia za hizi nchi. Kwangu mimi kutumbuliwa kwa waziri mkuu kwa kutotimiza wajibu wake is very clear, ni swala ambalo rais ana mamlaka nalo, ana mamlaka ya kufanya hivyo. Lakini je, huo mkwamo uliokuwa unasababishwa ni mkwamo kweli wenye athari moja kwa moja kwa wananchi, au ni siasa tu hizi za chuki, siasa za leo mnakuwa mwaswaiba, kesho kidogo mnatofautiana? Kwa hiyo rais wa Senegali amekuwa na misimamo yake kidogo, na hivi karibuni tulikuwa tunajaribu kumsoma, hasa pale ambapo alitoa kauli ya wasaidizi wake katika ofisi wasiweke picha zake bali waweke picha zao na familia. Ni mtu ambaye kidogo ilikuwa inaonekanika kwamba amekubali kusikiliza, anakubali kuweka mbele maslahi zaidi ya taifa. Na mataifa mengine ya Afrika na hasa Afrika Mashariki yanaweza kujifunza somo gani katika hili? Kwanza tujifunze siasa safi, na pili tujifunze kutokumbatiana. Siasa za Afrika
nchi nyingi za Afrika ni kukumbatiana. Ni nadra sana kuona waziri mkuu pamoja na rais wakafurumushana kwa sababu ya mmoja kutowajibika. Huku kwetu tumekuwa tukiishi katika siasa za kudekezana zaidi, alafu mambo yanakwenda business as usual. Sasa lazima sasa tuone uwajibikaji unafanyika kwenye level za juu kabisa, na hii ndio tunasema collective accountability na sio individual accountability. Ni Tito Isaya akifanya mahojiano na Edwin Soko, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania. Na hivyo ndivyo ambavyo ametupasha juu ya mkanganyiko wa kisiasa uliopo mpaka sasa huko Senegal. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George. And yes! It's a goal! Kutokea hapo sasa ni wakati wa kuelekea viwanja kusikia kile wazee wa kabumbu wametuandalia leo. Tuungane na Dennis Wanyonyi kwa habari za kimichezo. Dennis, popote pale ulipo kutokea viwanjani, karibu. Mkufunzi wa klabu cha West Ham United Nuno Espirito Santos atasalia kama mkufunzi wa timu hiyo licha ya kushushwa daraja la EPL siku ya Jumapili. Hii ni baada ya kocha huyo kufanya kikao na wasimamizi wa timu hiyo siku ya Jumatatu. Hatua hii sasa itampa nafasi ya kuona iwapo mkufunzi wa raia Ureno atairudisha tena timu hiyo kwenye EPL msimu ujao kama alivyofanya akiwa na klabu ya Wolves mwaka 2018. Klabu ya Barcelona ya Hispania imeendeleza jitihada zake za kunasa huduma za mshambulizi wa klabu cha Newcastle ya Uingereza Anton Gordon. Kulingana na jarida la The Mail, wakuu wa miamba hao au vinara hao wa ligi kuu ya Hispania msimu jana wamekutana na wenzao wa Newcastle ili kujadiliana na kukubaliana kuhusu ada ya kima cha shilingi pauni milioni 80 ambayo Newcastle inataka. Vilabu vya Bayern Munich ya Ujerumani na Liverpool Uingereza zilikuwa zimeonyesha nia ya kunasa huduma za nyota huyo matata wa Newcastle. Na barani Afrika ni kwamba maafisa wa chama cha riadha duniani wanatarajiwa nchini Kenya kwa ziara ya siku 3. Lengo kuu ni kukagua viwanja na miundo msingi kabla ya kupewa kibali cha kuandaa mashindano ya riadha dunia za mwaka 2029. Kwa mujibu wa jarida moja la kitaifa nchini Kenya, jopo la maafisa wa kukagua viwanja kutoka kwa chama hicho watazuru Kenya ili kuona iwapo wana uwezo wa kuandaa mashindano ya riadha za mwaka 2029 au mwaka wa 2031. Hii itakuwa ni mara ya pili kwa Kenya kulenga tena kujaribu kupata nafasi hiyo baada ya kupoteza nafasi hiyo mwaka 2025 kwa Japan ambayo yalifanyika katika mji wa Tokyo. Na hatimaye kama njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa michuano ya kombe la AFCON itakayofanyika katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania yanafikia viwango vya kimataifa, Wizara ya Rasilimali na Madini nchini Tanzania imeanza mpango wa kuhamasisha wadau katika sekta ya hoteli jinsi ya kuboresha huduma zao ili kuwafikia viwango vya kimataifa. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, shughuli nzima ambayo inalenga kuonesha na kuweka hoteli za Tanzania na makazi ya burudani katika viwango tofauti itasimamiwa na mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Utalii Teresa Mugobi pamoja na tume yake ya kiufundi. Na kwa taarifa hiyo ya Tanzania ndipo natia kikomo kwenye taarifa zetu za michezo ndani ya Auba Radio Swahili Jumatano ya leo. Mimi ni Dennis Wanyonyi. Asante Dennis kwa habari za michezo. Sasa tukiwa tunaelekea ukingoni, tutazame habari kuu tulizokuwa nazo hii leo. Obvious, jibu ni kweli kwa sababu unajua bunge ni msimamizi wa serikali. Mwelekeo wa siasa nchini Senegal kufuatiwa kuchaguliwa kwa mwanauchumi Aminous Mohamed Lo kuwa waziri mkuu, lakini kuchaguliwa kwa Ousmane Sonko kuwa spika wa bunge nchini humo na namna inavyoleta mkanganyiko kisiasa na hali ya raia wao walioko katika nchi ya Afrika ya Kusini. Lakini sidhani kana kwamba litakuwa ni suluhisho, kwa sababu kuna nchi ambazo zimekuwa na utaratibu wa kurejeshwa. Lakini pia tumetizama kurejea kwa raia wa Ghana kutokea nchini Afrika Kusini baada ya mvutano mkali kati ya raia wa Afrika Kusini na wageni. Hii ni siku ya furaha, ni siku ya kutoa, ni siku ya kuchinja. Kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametuzidishia, Mwenyezi Mungu asema ukitoa moja na kuja kwako mara 10. Bila kusahau tumeangazia sikukuu za Eid na namna zilivyoadhimishwa na waumini wa dini ya Kiislamu. Kufikia hapo msikilizaji, natia nukta kubwa katika matangazo yetu ya jioni hii leo. Kumbuka ulikuwa nasi Auba Swahili kupitia mitandao yetu ya kijamii
Facebook, Instagram na YouTube. Kote huko unatupata mubashara kila siku jioni. Mpaka wakati mwingine, kwa niaba ya wote uliowasikia, niite Nesta Masangula.